Let me add, Your Excellency, my voice to the femicide issue that is happening in the country right now. Your Excellency, I wish you would declare it a national crisis. Kwa sababu wale wa mama wameuawa in this year alone, ni jambo hatujawahi ona. And especially vile wanauawa. Even I believe last night we saw something that as a people hatujawahi ona. You know, hatujawahi ona mahali mtu anachemsha mwili ya binadamu. You know, so it is really not okay, Your Excellency. Tunataka you whip to shape, be it the security agencies that are supposed to be dealing with these issues. Tunataka kuona the perpetrators of femicide brought to book. Any other life lost is one life too many, and we cannot afford that. And as our sisters are being murdered, our children are being murdered, our mothers and our wives, Your Excellency, hatuwezi kuendelea kunyamaza. Lakini as others have said, we need the men to join us women and bring your voice as well to help us end this. Na vile tumesema, watoto wako nyumbani saizi. Let us as parents keep a watchful eye on our children and especially our girls. But also, Your Excellency, kuna shida kidogo pia kwa vijana. They may not be being murdered, but there is a lot of bad things that are happening as well. Kwa hivyo kama kanisa askofu mkuu, ningetaka tu kuuliza muendelee kutuombea as a nation. So that hii roho ya ushetani, hata hiyo ikuje, yani hiyo riswa kabisa for that roho, iende kabisa. Because we are Africans, we have not seen this. Not that it is acceptable anywhere, but it is a phenomenon yenye tunaona hatujaona. And for the men, perhaps, there is a problem. Maybe we empowered the girl child, and we must never blame the victim. And the men don't know how to deal with the girls. I don't know what the problem is, but for sure, there is a problem. There is a crisis. Your Excellency, help us get our girls safe. Tunaogopa hata kutoka kwa nyumba jioni. Tumeona hata zingine where somebody comes into a house at 4 p.m. mchana, and they come and abuse or assault the girl in the house. So Your Excellency, mimi sitapitisha hapo, lakini as a governor, as a mother, as a sister and a wife, I am really feeling I'm in a space where we need prayers, but we also need to see our security agencies get serious. We need to see perpetrators being hauled into court, being jailed for life or whatever, so that it works as a deterrent for any other person who could think that the life of a girl, of a woman, of a child in this country is worthless. Mambo ya afya ni muhimu sana. Si ni kweli? Mimi ni governor wa Nairobi. Na kama governor niko na hospitali zaidi ya 150. Najua ule uchungu ambao watu hupitia wakati ambapo unaenda kwa hospitali na huwezi kutibiwa kwa sababu hakuna pesa. Imekuwaje kwamba vile ilikuwa hapo awali? Mimi si ni governor wenu. Labda wewe unapata mshahara 10,000 ama hauna mshahara. Unalipa 500. Mimi nalipa 1,000,000, pia mimi nalipa 500. Hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Huu mfumo ambao umeanzishwa, and thank you Bishop, because you have laid it out very well in English. I wish wakati hiyo kulikuwa na mtu wa Swahili pia kutafsiri. Saizi mimi kama governor nitalipa 1% ya mshahara yangu ili iweze kushikilia wale ambao hawana hiyo 500. Ili kila mtu Kenya hii apate matibabu. System yoyote ikianza huwa na changamoto. Ikitulia, this is going to be the best healthcare system. Rais wetu hana haja ya kuumiza mtu yoyote. Utauliza baba yako samaki akupatie nyoka? Utamuuliza mkate akupatie mawe? Mimi naomba watu wa Nairobi, kwa sababu kuna kitu inaitwa capitation. Mnajua capitation? Wale watu wote ambao watajisajili katika hospitali ambayo iko hapo, kwa kila mtu nitapata 900 whether or not you go to that hospital. Ili ule ambaye ataumia ataweza kutibiwa. Tujisajili kwanza. Fund iko na wakati wa maturity. Inaangalia mambo ya dentistry, mambo ya theater. Mimi nawajua wengi hapa huenda katika Mbagathi. Saizi kuna CT scan. Kulikuwa hakuna CT scan. Nairobi, Your Excellency, we had no ICU facility in the capital city. Saizi Mama Lucy kuna ICU, kuna NICU.
Zile hela nahitaji kujenga zaidi. Ukienda kwa keje, Mutuini, saizi kuna MRI ambayo haikuwa. So mimi naomba tupatie serikali nafasi, juu imeanza tu mwezi huu. Tuko pamoja? Kurialala? Tuko pamoja? Mheshimiwa Gogo na waheshimiwa wetu, mtapelekwa pia polepole katika bunge. This program is the best. I know it as a provider of health services in the county of Nairobi. Mara nyingi tunaenda hospitali nalipia watu kutoka mfuko yangu. Wamama wamewekwa wamejifungua hawezi kutoka. Hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Mama akishapata mtoto mrembo, kama leo akizaliwa ataitwa kama Sakaja for instance, si ndio? Huo mtoto akizaliwa ama anaitwa Ruto, akae hospitali wiki nyingine 2, ni haki? Situwe na mfumo ambayo mama akizaa apewe mtoto wake, apatiwe basin, apatiwe diaper na maziwa atoke. Si ni kweli? That is what our fund is aiming towards. So najua pia kuna viongozi ambao wataeleza pole pole. Na mimi naomba hivi jameni, especially us as leaders. As leaders we need to understand, and we will start going out there, especially as governors. Juzi nimeona Governor Kihika akielezea watu wake wa Nakuru manufaa ya hii bima. Of course the first week kutakuwa na, let me tell you, ukiangalia historia, wakati NHIF ilianzishwa kulikuwa na nduru, kulikuwa na kelele, but ika settle down. This social health insurance, unaingia level 2 unatibiwa bila kuulizwa hata swali. Level 3 unatibiwa. Kuna critical care, mtu wa cancer, mtu wa dialysis. Let us support this program. Let me add, Your Excellency, my voice to the femicide issue that is happening in the country right now. Your Excellency, I wish you would declare it a national crisis. Kwa sababu wale wa mama wameuawa in this year alone ni jambo hatujawahi ona. And especially vile wanauawa. Even I believe last night we saw something that as a people hatujawahi ona. You know, hatujawahi ona mahali mtu anachemsha mwili ya binadamu. You know, so it is really not okay, Your Excellency. Tunataka you whip to shape, be it the security agencies that are supposed to be dealing with these issues. Tunataka kuona the perpetrators of femicide brought to book. Any other life lost is one life too many, and we cannot afford that. And as our sisters are being murdered, our children are being murdered, our mothers and our wives, Your Excellency, hatuwezi kuendelea kunyamaza. Lakini as others have said, we need the men to join us women and bring your voice as well to help us end this. Na vile tumesema, watoto wako nyumbani saizi. Let us as parents keep a watchful eye on our children and especially our girls. But also, Your Excellency, kuna shida kidogo pia kwa vijana. They may not be being murdered, but there is a lot of bad things that are happening as well. Kwa hivyo kama kanisa askofu mkuu, ningetaka tu kuuliza muendelee kutuombea as a nation. So that hii roho ya ushetani, hata hiyo ikuje, yani hiyo riswa kabisa for that roho iende kabisa, because we are Africans, we have not seen this, not that it is acceptable anywhere, but it is a phenomenon yenye tunaona hatujaona. And for the men, perhaps there is a problem. Maybe we empowered the girl child, and we must never blame the victim, and the men don't know how to deal with the girls. I don't know what the problem is, but for sure there is a problem, there is a crisis. Your Excellency, help us get our girls safe. Tunaogopa hata kutoka kwa nyumba jioni. Tumeona hata zingine where somebody comes into a house at 4 p.m. mchana, and they come and abuse or assault the girl in the house. So Your Excellency, mimi sitapitisha hapo, lakini as a governor, as a mother, as a sister and a wife, I am really feeling I'm in a space where we need prayers, but we also need to see our security agencies get serious. We need to see perpetrators being hauled into court, being jailed for life or whatever, so that it works as a deterrent for any other person who could think that the life of a girl, of a woman, of a child in this country is worthless. Mambo ya afya ni muhimu sana. Si ni kweli? Mimi ni governor wa Nairobi.
Na kama governor niko na hospitali zaidi ya 150. Najua ule uchungu ambao watu hupitia wakati ambapo unaenda kwa hospitali na huwezi kutibiwa kwa sababu hakuna pesa. Imekuwaje kwamba vile ilikuwa hapo awali? Mimi si ni governor